Wale watu ambao walitoka katika baraza la mtihani leo wamekuja kumhoji Anmol juu ya kesi ambayo inaendelea, kwa sababu Anmol alionekana kama vile ameingia na kifaa ambacho kilikuwa kina majibu na kusababisha yeye Anmol kuigilizia. Kwa hiyo alikuwa anakabiliwa na kesi ambayo ilikuwa ni kesi kubwa. Kwa leo naona watu wale wamekuja kwa ajili ya kuongea naye, lakini mwisho wa siku kuna mmoja ambaye alikejeli na kusema kwamba wewe kwanza ni mtu mfupi, kwa nini ufaulu uwe wa kwanza? Jambo lile lilimuumiza Rishi. Kwanza akasema kama mnahisi Anmol aliigia, basi afanyiwe mtihani tena. Akipewa Anmol hawezi akapinga, atakubali tu kufanya mtihani huo. Sasa pale ambapo tulishia katika tamthilia hii pendwa kabisa siku ya jana, ndipo ambapo tunaendelea siku ya leo. Leo tunamuona Sonakshi akiwa anatamani kutoa mtoto yule kwa sababu alikuwa hajui mtoto ni wa nani. Hapo tunaona alikuwa anaongea na mtu wake ambaye hatujui ni nani, alikuwa anamwambia yeye haelewi mtoto yule alikuwa ni wa nani. Kwa hiyo baada ya hapo tunaona Sonakshi alichukua jukumu la kuamua kwenda kutoa mimba ile. Lakini cha ajabu ni kwamba anafika hospitali ili atoe ile mimba, Anmol naye alikuwa anamfuata. Sijui Anmol alikuwa anamfuata kwa ajili gani, ila alimfuata na akamkuta akiwa anataka kutoa mimba. Lakini baada ya kufika Anmol tunaona Sonakshi anamwambia naitoa hii mimba, lakini kesi itakuangukia wewe kwa sababu nitasema wewe umenipiga ili mimba hii itoke. Lakini cha ajabu ni kwamba Sonakshi alijipiga tumbo mpaka kuhakikisha mimba ile ikawa imeharibika. Lakini Anmol ilimuuma sana kwa sababu Anmol ni mtu ambaye anapenda haki na ni mtu ambaye anapenda watoto pia. Kwa hiyo kitu kile kilimuumiza sana Anmol, lakini ndio hivyo tayari imekwisha kutokea. Sonakshi amekuwa ni mtu mwenye roho ya ajabu kwa sababu ya kile ambacho kimetokea hata kwa wakati huu, ukiachana na yale mambo ambayo anaendelea kuyafanya kwa Anmol, lakini hata hilo ambalo amelifanya lilikuwa ni jambo la kinyama sana. Sasa tunaona baada ya hapo alikwenda akaanza kuulizwa na wazazi wa Rishi ni kwa nini ameitoa mimba ile, lakini mwisho wa siku tunaona anasema kwamba yeye yule mtoto ni wa kwake kwanza, sio mtoto wa familia ile. Kwa hiyo yeye ndo ana maamuzi ya kuamua chochote ambacho alikuwa anakifanya. Lakini kwa upande wa Rishi leo ameshangazwa sana na kitu kile ambacho kimetokea. Ikabidi amuite chemba Sonakshi na kuanza kumuuliza, je, mimba hiyo uliibeba lini? Majibu kwa Sonakshi yalikuwa hayaeleweki. Hii ikiwa inamaanisha Sonakshi alikuwa amekwisha kuchepuka. Lakini ukiachana na hivyo tunaona Sonakshi baada ya tukio lile alipigiwa na mtu akaambiwa niko nyuma ya nyumba hapa na kusubiri, unatakiwa kutoka muda huu, nataka kuonana na wewe. Na alikuwa ni yule mtu ambaye na tunaamini ni mtu ambaye alikuwa ndo mwenye ile mimba, japo mimba imeshatolewa, lakini yule aliyekuwa amempa mimba leo alikuwa amekuja kuonana naye. Na Sonakshi hakuwa na uwezo wa kukataa kwa sababu tayari yule ni mtu wake kwa moja kwa moja, ikabidi atoke. Sasa katika tamthilia hii ya Anmol kwa leo tunaishia hapa. Wewe ambaye hujasubscribe channel hii, basi endelea kusubscribe, na ambaye umesubscribe endelea kulike, kushare na kucomment. Asante.